Eh, kibuyu, kibuyu, kibuyu cha asili, kibuyu, kibuyu. Naam, mtazamaji wa Kibuyu cha Asili, jina langu naitwa Shukuru Chambuso na leo niko na Mungi Best. Huyu ni kijana aliyehitimu katika shule ya msingi Vingunguti. Ana stori nyingi sana, ana watu wengi anaokumbuka ambao walianza nao safari ya elimu ya msingi. Ana nini cha kutuzungumzia, historia mbalimbali kuhusiana na masomo yake kwa ujumla na walimu waliopitia mpaka hivi sasa. Ni baba wa familia. Mimi kwa majina naitwa Mungi Salehe Tinyango, ni majina ambayo ndio nimepewa na wazazi wangu. Lakini bado kuna yale majina ya kutafutia riziki na kuna yale majina ya ukifanya kitu na trend basi unapewa jina hilo hilo. Kwa jina la kutafutia riziki unaweza kaniita wa Faida the Sun. Umeona wengine wananiita wakili msomi kulingana na majambo ninayofanya ya kisomi. Lakini of course kwamba jina langu asilia ni Mungi Salehe Tinyango. Hivyo yani. Kibuyu, kibuyu, kibuyu cha asili, kibuyu, kibuyu. Kweli kitambo, lakini kuna baadhi ya vitu navikumbuka. Kozi nakumbuka kitu kimoja hivi kilikuwa ni shida, yani kimaanisha shida nazungumzia ilikuwa tatizo. Nakumbuka kuna siku moja mwalimu wakati anaingia darasani, sawa? Mimi nilikuwa nacheza ngoma. Of course nilikuwa na jamaa wangu mmoja hivi anaitwa Soja. Alikuwa anapenda sana masuala ya ngoma za sanaa. Basi teacher anaingia tu pale mimi bado nilikuwa naendelea kukatika viuno. Mwalimu alikaa kama dakika 2-3 hivi akaniangalia, mimi sijui, rafiki zangu waniambia kama mwalimu kashaingia. Nageuka hivi baba. Nakutana na mwalimu wenza rafiki yangu. Baba nilinyukwa. Bwana, kuna jamaa mmoja yetu anaitwa Laza Murad au Lazaki. Yule brother alikuwa akisimama tu hata kama unaandika wewe unaacha. Na anaweza akakuchelewesha kuandika. Kwa nini unagani? Yule jamaa tu alikuwa meyayusho, yani alikuwa yupo lakini alikuwa ni mrefu sana na kichwa kipana hivi. Basi wakati mwingine yani ile ukimwangalia tu taswira yake yani kwa haraka yani jamaa alikuwa anazingua kishezi. Alafu alikuwa ni comedy sana yani. Hapo nimepiga mwanangu, siwezi kukatalia. Internet tabu nilikuwa napiga nikienda hivi. Nikirudi basi turudi na jibu moja mwanangu 5-3. Unajua ukienda hivi ukiachukua hivi kurudi na majina A B C. Wewe unachukua yote kama yalivyo. Mimi bwana nashangaa nafanikiwa lakini chabu zilikuwepo mheshimiwa. So serious. Vipi kwenye hisabati sasa? Chabu nafikiaje ikiwa hisabati kanuni na nini? Hisabati sasa hapa ndio ilikuwa kipengele mwanangu. Kwanza mimi nilikuwa nalichukia sana somo la hisabati. Namba kwangu ile kipengele, alafu sasa hivi ndio imekuwa namba kwangu yani kama ni kitu kimoja muhimu. Sifanyi chochote bila namba. Kugawanya, kutoa, kuzidisha. Na tusingekuwa na hizi simu zenye calculator, nafikiri tungefeli wengi. Lakini bwana nilikuwa natumia style fulani ya chabu. Yaani nilikuwa naangalia kwenye answer sheet zile ambazo tunapewa vikaratasi vidogo vya kujazia. Nilikuwa naangalia tu kwamba inakuaje hapa. Nilikuwa nachukua namba kama kodi 22 au 33. Kama ilikuwa ni 50 60 basi nachukua kama ilivyo. Lakini ilikuwa inanipa shida. Ilikuwa inanipa shida, sio mchezo mwanangu. Lakini ilikuwa na force na inawezekana. Ulikuwa unakamata nafasi ngapi? Mwanangu mimi nilikuwa na feli kutokana na mazingira ngoma. Ngoma niliweka mbele sana mwanangu. Sababu yule jamani nakuhadisia Soja wewe, sio mtu mzuri. Ngoma maigizo. Kwa na feli. Ni mwaka mmoja tu mimi nilikuwa katika top 20. Lakini kwa mimi 20, 30 na kuendelea. Sasa nilikuwa kuna watu wale wanaitoka pai. Ni nani ambao unamkumbuka? Noma sana maana sisi tukiongezea mapai tunaongezea pai D square, ni kituo kama cha 3 au cha 4. Kwa sababu tulikuwa tunajua kuna jamaa mmoja anaitwa Ngota Muishie au jamaa alikuwa noma babu. Jamaa alikuwa hatari mwanangu. Kwanza walimu walimpenda kutokana na mazingira yake. Kuna jamaa mmoja alikuwa anaitwa Ila Mkunda Paulo. Pembeni yangu hapa nilikuwa na mtu mmoja kutoka Rusako Corneli. Hao watu mwanangu walikuwa mapai D square. Yaani wako vizuri of course. Nitamani kwamba vichwa vyao viwe vya kwangu wachukue wao. Jamaa alikuwa ananipa kwa sababu mimi silikuwa nipendwa na watu. Of course kwamba kabla ya game kuanza, kwanza mimi nilikuwa na style moja, kabla kuingia kwenye chumba cha mtihani mikono mimi nawasha. Yaani natoka jasho jinsi gani somo la hisabati nilikuwa. Bwana nilikuwa silipendi babu. Lakini shukuru kwamba naangalia kwamba mimi elfu yangu inaanza na M, pale napangwa na nani pale. Nilikuwa na mtu mmoja anaitwa Shabani Kiminyiro naye alikuwa kidogo hayupo vibaya. Kwa M na M. No, alikuwa nani? Mohamed kwa maana M na M tuko patukali mbalimbali. Alikuwa vizuri sana dogo.
Kwa nikiangalia hivi nikirudi mwanangu au nyama mwingi. Ni upande wa mwalimu kumchukia. Of course nilikuwa namchukia mwalimu mmoja anaitwa Kayombo. Alafu huwezi amini sasa hivi ndo amekuwa nampenda mpaka nampenda tena. Kwanza amegusa maisha yangu na nakutana naye baada ya kumaliza shule na tunajaribu kuwasiliana. Hata kizazi changu bado anakimonita vizuri sana. Lakini ticha Kayombo bwana nilikuwa namchukia kutokana na sifa yake. Umeona sifa yake ya kuadhibu pindi unapofanya kosa. Hiyo ndio ilisababisha sana rafiki yangu nimchukie. Alikuwa atumii stiki wala atumii fimbo. Yeye alikuwa anatumia mkono, akikupiga kofi lake moja hivi baba. Unaacha hadi alama. Sasa sijui alikuwa anachukuaga chake anapakaza. I don't know why. Kibuyu cha asili kinakupa hadithi popote ulipo. Kibuyu cha asili, chemchem ya hadithi za mababu na mashujaa. Kibuyu, kibuyu, kibuyu cha asili, kibuyu, 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 kibuyu cha asili, kibuyu.